Naitwa Ismail Aaron Kimirei, mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania. Taasisi ya serikali, iko chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na ni taasisi yenye vituo vikubwa vinne. Makao yake makuu tupo Kunduchi, Dar es Salaam, katika mtaa wa Tafiri, zamani mtaa wa Ugweno. Taasisi ina kituo kilichoko kule Kyela, wilayani Kyela, kwa ajili ya kuhudumia ukanda wa Ziwa Nyasa, lakini na kituo katika mji wa Kigoma kikihudumia ukanda wa Ziwa Tanganyika. Tuna kituo kiko Mwanza pale Nyegezi, pamoja na kituo kidogo kiko kule Rorya, Sota, Shirati, vikihudumia ukanda wa Ziwa Victoria, na Dar es Salaam hapa Kunduchi kwa ajili ya ukanda wa ziwa wa bahari ya Hindi. Ndugu mtangazaji, katika kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania ilifanikiwa kufanya mambo mengi ambayo kiuhalisia kufaulu kwetu ni kufaulu kwa Mheshimiwa Rais. Kufaulu kwetu ni kufaulu kwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ambao ndio walezi na viongozi wetu. Katika kipindi hiki nitasema, kwa sababu muda si rafiki, nitasema mambo machache ambayo sisi kama taasisi tunajivunia na tunashukuru serikali kwa kutuwezesha kuyafanya haya katika kipindi hicho. Moja, serikali ilituwezesha kufanya tafiti za wingi na mtawanyiko wa samaki katika maji yetu. Moja ya maji hayo ni Ziwa Tanganyika, ambako kwa mara ya mwisho utafiti kama huo ulifanyika mwaka 93-94, na ilikuwa ni kwa fedha ya msaada kutoka Finland ikisimamiwa na FAO, shirika la chakula na kilimo duniani. Na utaangalia kwamba hata waliofanya utafiti huu, ile expertise, ule utaalamu ulikuwa ni wa watu kutoka nje ya nchi. Lakini kwa mara ya kwanza kama nchi kufanya utafiti huu kwa fedha za ndani ya nchi na kutumia wataalamu wa ndani ni mwaka 2022, ambapo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliona ana uwezo aliona atuamini kama taasisi na utaalamu tulionao kufanya tafiti hii. Tumeifanya 2022, tukafanya 24, na sasa tutafanya mwaka huu. Na mwaka huu hatutafanya peke yetu kama Tanzania, upande wa maji ya Tanzania katika Ziwa Tanganyika. Tutafanya pia sisi tukiongoza nchi wanachama wa Ziwa Tanganyika kule Kongo, Zambia na Burundi. Na kwa kweli ni imani kubwa ambayo tumeipata, na hatusingeipata kama sio kuaminiwa kwanza ndani na nchi yetu, na kutujengea uwezo wa kuwa na uwezo wa kufanya utafiti huu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza, kama nilivyosema, inafanyika na ni kwa uwezo na uwezesho wa nchi kwa fedha ya ndani, na hili tunaomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kufanya hili. Pamoja na hilo, tumefanya tafiti katika kipindi hicho katika ukanda wa bahari. Tumefanya kama mara 3 hivi, na ya 4 ndio hii inakuja sasa. Mara ya kwanza ilikuwa 22, mwaka 2022, tukifanya utafiti wa kuangalia samaki, mtawanyiko wa mazao, hasa samaki aina ya dagaa. Na tulifanya utafiti huu kwa kushirikiana na wenzetu kutoka Zanzibar, Chuo Kikuu cha Suza, pamoja na Zafiri. Na utafiti huo ulifanywa kwa kutumia vyombo vya humu ndani, kwa meli hizi ndogo ndogo tulizonazo, lakini kwa vifaa ambavyo serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ilituwezesha kuvipata. Na kwa hiyo tukatumia teknolojia ya kutuma mwangwi wa mawimbi kwenye maji, na ikatuwezesha kupata takwimu
na utagundua kwamba katika kipindi hicho tulipofanya tuligundua kwamba katika maji ya kwetu kutoka kusini kule Mtwara mpaka uzunguke hapa maji ya ndani Zanzibar ufike mpaka kule mpakani na Kenya, tuligundua tuna uwezo tuna tani karibia, wakati huo mwaka 2022 tulikuwa na karibia tani 113 za samaki ya jamii ya samaki wadogo wadogo wanaoelea, hasa jamii ya dagaa. Nasema ni mara ya kwanza kwa sababu mida mingine yote tulifanya kwa kushirikiana na watu wengine. Hii tuliifanya wenyewe kwa utaalamu wetu bila kuwa na wataalamu wengine kutoka nje. Lakini mwaka 23 na 25 tumefanya utafiti kwa kushirikiana na wenzetu wa Fridtjof Nansen na FAO katika maji ya kitaifa. Na ikisema kitaifa na maanisha territorial waters, kwenda mpaka nje ya mpaka wa Zanzibar nyuma nje, lakini tukaingia kidogo kwenye EEZ, kwenye ile ukanda wa uchumi wa bahari, ambapo tumefanya tafiti hizo mara mbili kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za ndani ya nchi, chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kupitia ile hapa shule kuu ya sayansi ya kuwa na teknolojia ya uvuvi, pamoja na IMS kule Zanzibar kwa kushirikiana na watu wa Suza, pamoja na Zafiri, pamoja na chuo kikuu cha Nelson Mandela na taasisi zingine za serikali ambazo tunashirikiana nazo, ikiwepo FETA, pamoja na wataalamu kadhaa kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, pamoja na ile Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi kule Zanzibar. Utaona tafiti hii ilifanyika kwa kushirikiana na wenzetu kutoka nje, na kwa sababu ya kutokuwa na miundombinu ya kutosha kwa maana ya meli, ililazimika tufanye pamoja na wao. Na mwaka huu pia mwezi wa 8 mwishoni wa 9 wa 10 tutafanya utafiti huu sasa kwa ukanda wa uchumi wa bahari kule EEZ, na utafanywa na sisi wataalamu wa ndani, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitupa fedha kwa ajili ya kazi hii. Isingekuwa kwa ajili yake, isingekuwa kwa ajili ya serikali yake, isingekuwa kwa ajili ya kutuamini kwamba tunaweza kufanya kazi hii, yumkini tungekuwa tunaongea habari tofauti sasa hivi. Lakini tunamshukuru kwa sababu ya kuwezesha huo. Swala la pili ambalo natamani niliseme kwenu ndugu watangazaji, lakini kwa wananchi wanaotusikiliza na kutitazama, ni kwamba katika ile dira ya maendeleo ya miaka 25 ile ya 2021 25 26, kulikuwa na kiashiria katika ule mpango wa miaka 5 wa 3, kulikuwa na kiashiria cha kuongeza uzalishaji wa samaki nchini, na kiashiria kile ilikuwa inataka kutoka tani, nakumbuka ilikuwa 400 na kama na 50 hivi kwenda tani 600 za samaki, na nia ilikuwa ni kuondoa upungufu wa samaki nchini ili kuongeza usalama wa chakula, kuongeza matumizi ya protini inayotokana na samaki, na hata kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi katika uchumi wa nchi, pato la taifa. Na mojawapo ya strategia za kufikia lengo hilo ilikuwa ni kuongeza uzalishaji wa samaki. Sasa mnazalisha kwa mbinu zipi? Moja ni kuwekeza katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, lakini pia kwa njia ya mabwawa. Kwa njia ya vizimba, serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ikasema hatuwezi kwenda kuweka kwenye vizimba bila kwanza kuangalia madhara ya kimazingira. Na kwa hiyo Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi tukaheshimiwa kufanya utafiti wa kutambua maeneo kwa kuanzia katika Ziwa Victoria ambayo yanafaa kufuga kwa vizimba,
kuangalia mazingira, uharibifu wa mazingira ambao unaweza kujitokeza na kuweka mpango wa ufuatiliaji na tathmini ya jinsi gani ya kuweza kuhakikisha uzalishaji wa samaki katika maeneo haya unakuwa ni endelevu. Na baada ya kufanya utafiti huo, mwanzo tulifanya katika awamu mbili. Awamu ya kwanza tulifanya maeneo kama 39 ambayo yalitambuliwa na wananchi wenyewe kupitia serikali za mikoa na wilaya. Baada ya kumaliza eneo hiyo hatua ya kwanza, nakumbuka Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aligawa vizimba pamoja na maboti pale Mwanza, na wanufaika walikuwa ni vijana na kina mama na vikundi pamoja na watu mmoja mmoja, na matokeo yake kwa kweli yamekuwa ni makubwa, ni mazuri, na uvuvi wa samaki umeongezeka. Mapato ya samaki kwa kutumia wale wa kufugwa wameongezeka kama maradufu, actually zaidi ya 100 na kidogo. Asante. Hatua ya pili ilikuwa ni maeneo 81 ambayo tulizunguka kutokea kaskazini kule Shirati mpakani kabisa karibia na Kenya, tukazunguka kupitia mikoa yote inayozunguka Ziwa Victoria, tukaenda mpaka maeneo ya Rubafu kule Kagera karibia na mpaka na Uganda. Na maeneo hayo kwa ujumla wake tukatambua maeneo zaidi ya 81 ambayo yanafaa kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Na katika eneo hilo tulikadiria, na makadirio haya sio madogo, tukadiria kwa sasa katika maeneo hayo tu tuliyoweza kuyatambua tunaweza kuwekeza mpaka vizimba zaidi ya 53,000, na ukizidisha kwa kila kizimba kuzalisha tani 10 ya samaki, unaweza ukaona ni kwa kiwango gani tunaweza kuzalisha samaki nchi hii, tukaweza kutosheleza soko letu la ndani, tukatosheleza mahitaji ya ndani, na kuweza kufikia hata kusafirisha nje ya nchi katika nchi zinazotuzunguka ambao wao hakika wanahitaji kupata samaki. Wengine wako hawana maji kama sisi, na kwa hiyo wanahitaji kupata samaki na protini kupitia Tanzania. Maanake hii itatuwezesha kuuza nje ya nchi na kuongeza rasilimali ya fedha za kigeni katika uchumi wa nchi, na hivyo kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa. Jambo la tatu, katika kipindi hichi cha miaka minne, kati ya matokeo au mafanikio ambayo mheshimiwa tuliyapata sekta kwa maana ya taasisi ya utafiti wa uvuvi ambayo imechangia katika kuboresha maisha ya wananchi, lakini kuongeza kipato cha wananchi na kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi kwenye pato la taifa, ni mfumo unaoitwa PFZ au tumeupa neno fupi la Vua Uza Nunua Kidijitali, ambao mfumo huu unatumia teknolojia ya satellite kukusanya mawimbi, na yale mawimbi sisi tunayachakata. Tumetengeneza formula ambayo inaweza kutambua baada ya kupata mawimbi ya satellite ile, ikatuonyesha joto la bahari na umbijani la bahari, tukaweza kutambua ni maeneo yapi yenye wingi wa samaki. Utafiti huu tulifanya kwa muda mrefu, na kwa kweli kwa uwezesho huu ambao tumeupata katika kipindi cha miaka minne, tumeweza kutengeneza mfumo huu ambao unatumika sasa na zaidi ya watu 1,000 wanaovua katika maeneo yetu ya ukanda wa bahari. Lakini katika hili niongeze kwamba utaona tumetumia taarifa primarily taarifa ya satellite. Sasa satellite data tunayoipata sisi tulikuwa tunaipata kupitia mfumo wa AMEST au Makosio, ambao wao wanapokea mawimbi, wanayachakata kidogo, wanaondoa taarifa kadhaa, wanatutumia yale tu ya joto na vitu gani, ambayo sasa yale sisi tunayatumia kwa taarifa zetu, tunaongezea ya kwetu, tunapata hiyo taarifa ambayo tunaipata kwa ajili ya kuwapa
wavuvi. Sasa katika kipindi hicho cha mwanzo tumekutana na shida kadhaa. Mojawapo ya tatizo ni kwamba zile products za satellite haziji kwa wakati tunaotaka sisi, haziji kwa wingi tunaotaka sisi. Lakini nafikiri tatizo hili limeondoka sasa, kwa sababu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alikwenda Korea mwezi wa 6 mwaka jana, na katika safari yake ile kulisainiwa mkataba makubaliano, inaitwa hati ya makubaliano ya kati ya serikali ya Korea na serikali ya Tanzania kwenye mambo ya kuendeleza sekta ya uchumi wa buluu. Na katika hilo, moja ya vitu ambavyo vilisemwa ni kufanya utafiti katika sekta hiyo. Sisi taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania tukaandaa andiko ambalo kwa kushirikiana na wenzetu wa taasisi ya sayansi ya bahari na teknolojia kule Korea tukaweza kuandaa mradi wa kuleta na kusimika mtambo wa kupokelea mawimbi ya satellite hapa Tanzania, hapa Kunduchi, hapa Tafiri. Na kwa maana nyingine tutaweza sasa kupata taarifa za moja kwa moja badala ya kuzipita kwa mtu mwingine akazichuja. Na sisi hii itatuwezesha sio tu kwa ajili ya kuona maeneo yenye uvuvi, lakini itatuwezesha pia kuona hata meli zinazopita katika mazingira yetu, na hii taarifa itawasaidia hata wenzetu wa mamlaka ya usimamizi wa bahari kuu kutambua hata meli zinazovua kwa haramu bila kuwa na vibali vya kwetu. Na hiyo kwa kweli ni hatua kubwa ambayo itatuwezesha sisi kama nchi na wananchi wetu kuona na kuuishi uchumi wa buluu na sio kusema tu, kwa sababu mfumo huu, ndugu mtangazaji, ni kwamba unaondoa ile dhana ya kwenda kuwinda, kwa sababu mvuvi akienda kuwinda hajui atapata au hatapata. Lakini kwa mfumo huu ana uwezo, ana uhakika kabisa, tukimwambia nenda kaskazini mita kadhaa, nenda kusini mita kadhaa, au mashariki mita kadhaa, ataweza kufika na atafika katika eneo lile na atavua. Na utafiti wetu umeonyesha wanapata mpaka kwa 70% mpaka 80% ya mapato yale ambayo tulitegemea watapata. Kwa hiyo tunaendelea kuishukuru tena serikali kwa uwezesho huo. Kwa hiyo mfumo uko tayari na unaweza kupatikana kwenye Play Store, download tu, unaweka kwenye simu yako ya kiganjani, and then unatuma message, unatafuta mimi nataka kwenda kuvua, niko Kilwa, nataka kwenda kuvua, na nataka kwenda labda kilomita 5. Ukituma ile message inakuja kwenye mtambo wetu hapa Tafiri. Mtambo ule unachakata, unaangalia katika eneo hile husika wewe utakwenda eneo lipi. Kama hakuna eneo karibu ambalo tunafikiri linakufaa au katika eneo lako, tutakushauri uende sehemu nyingine, au tutakuomba uongeze upana wa eneo lako ili uweze kupata vizuri. Lakini kiuhalisia ni kwamba imekuwa ni mkombozi mkubwa sana kwa wananchi. Na ninaomba tena kabla sijachanganya mambo hapa, niwakaribishe kwenye 88 pale kwenye banda la taasisi na wizara pale eneo la 88 pale Dodoma, wale ambao wataweza kufika ili waweze au kufuatilia kwenye vyombo vya habari waweze kupata taarifa iliyoshiba na kuweza kujiunga kutumia mfumo huu. Na swala la 4 ambalo nilitamani niliseme hapa, ndugu mtangazaji, ni kwamba unaweza kwenda kuvua, sawa, alafu kishavua moja, tumekupa mfumo wa kuuza, lakini unaweza kuvua mazao ambayo yatakuwa ni mengi kuliko uwezo wa soko la wakati huo. Maana yake unahitaji, kwa mfano umevua dagaa tani kadhaa, yumkini usipate mteja wa kununua moja kwa moja kwa kuandikia message nataka tani kadhaa kwenye mapato yako. Lakini maana yake ukifika nchi kavu unatakiwa watanunua, wanaonunua wataongeza thamani, watakausha au wataweka kwenye barafu au watatumia moshi kwa ajili ya kuchoma na kwenda kwenye soko la zaidi, ambao maana yake mazao yale yalikwisha kuongezwa thamani au yamekaushwa. Sasa katika kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa sababu ya kufata ule mpango wa maendeleo wa miaka 5 ule wa 3, kwa ambapo kulikuwa na kiashiria cha kuondoa
uharibifu wa mazao ya uvuvi baada ya kuvunwa. Taasisi iliamua kufanya kwanza utafiti wa kina wa kuangalia kwa zao kwanza zao la dagaa nchi nzima. Tukaangalia kutoka kwa mvuvi anapovua samaki mpaka kwa mtu wa mwisho mlaji pale nyumbani kwako unapokwenda kupika dagaa wako kwa mfano. Tukaangalia katika mnyororo mzima huu wa thamani ni kwa kiasi gani samaki wanapotea. Je, ni kwa ubora wao kama wao au hata mapato yanapotea kwa kiasi gani katikati hapo. Na tukagundua moja ya uharibifu unatokea baada tu ya samaki kukamatwa. 21% yote ya samaki wanaokamatwa aina ya dagaa wanapotea baada ya kukamatwa na mvuvi kabla hajamfikisha mwaloni. Sasa kutoka mwaloni kwenda kwa mchuuzi, amekwenda kuuza, amekwenda kuongeza thamani, amepeleka mpaka kwenye godown kwa ajili ya kustore, alafu anasafirisha kwenda sokoni. Mnyororo mzima mle kuna upotevu kwenye kipengele tu kile cha mchuuzi na kabla hajaongeza thamani kwa asilimia mpaka 40. Maana yake ukivua tani moja, kilo 400 yote itapotea. Inapoteaje? Je, inapotea kwa namna gani? Ubora umeharibika, maana yake either hawafai kuliwa na binadamu, kwa hiyo tunapeleka kwa ajili ya kutengenezea mifugo. Na usisahau dagaa ana protini nyingi, mpaka inaweza kufika mpaka 81% wakati mwingine. Inategemea na aina ya dagaa na kama umemkamata kwa wakati gani umemweka katika process. Sasa akipoteza ubora mpaka hafai kuliwa na binadamu, manake hata ukimpeleka kwa mifugo ni sawa, lakini inawezekana asiwe na protini ya kutosha ambayo tunaihitaji. Kwa hiyo na nia ya msingi ya kwetu ni kwamba samaki wafike mezani ili waondoe utapiamlo, ili watusaidie kuongeza usalama wa chakula, ili watusaidie kuongeza kiwango cha samaki wanachokula nchini kutoka ile ambayo ilikuwa wakati ule 7%. Na kumbuka serikali ilikuwa inaweka mpango wa kufika walau 10% mpaka mwaka 26. Sasa inafikaje kama samaki wanaharibika njiani kabla hawajafika kwa mlaji? Sasa baada ya kuona jambo hili, taasisi ikatengeneza mpango inaitwa ni mkakati unaitwa multidimensional strategy, ambayo ni yake ilikuwa ni kuondoa uharibifu huo walau kwa 60% katika uvuvi wa dagaa. Na mkakati wenyewe, ndugu mtangazaji, nitakuonyesha ninao huko kwa Kiingereza, na tulisema nafikiri umetafsiriwa pia kwa Kiswahili ili uweze kusaidia. Na mkakati huu unawaita wote, wananchi wote, sisi kwa nafasi zetu, kila mmoja wetu kushiriki katika kuondoa uharibifu huu, maana hauna faida kwa nchi. Sasa upotevu tunaoona huku uwe umepungua kwa 60%. Kwa hiyo katika maeneo machache ambayo utaona yalikuwa na 10% labda 10 na 10% ngapi, ukipiga 60% yake ni almost 0. Maana yake itakuwa umeondoka kabisa. Na unahitaji uwekezaji katika maeneo kadhaa, mambo ya kuondoa mambo ya mnyororo wa ubaridi, kwa mfano kuongeza thamani, kuongeza yale stores za nani ambazo zina ubora, stores za mazao ya uvuvi. Na kwa hiyo sasa ni kwa jinsi gani sasa serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanikiwa katika miaka hiyo, na hasa baada ya kufanya mkakati huu. Utakumbuka ndugu mtangazaji kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aligawa maboti kule Victoria. Akaenda akagawa maboti kule Kilwa Masoko wakati anazindua ujenzi wa bandari ya uvuvi. Akagawa maboti Tanga. Na juzi Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji amegawa maboti hapa Kigamboni, na Mheshimiwa Katibu Mkuu Mama Meena
Agnes Mena amegawa maboti baada ya zoezi la Kigamboni, amekwenda kugawa maboti kule maeneo ya Mkuranga na sehemu zingine kusini. Na maboti haya, ndugu mtangazaji, ni mkakati wa serikali wa mambo kadhaa. Mimi si msemaji wa wizara, lakini niseme kwa sababu hili ni jambo liko public, na nia ya serikali ni kuhakikisha inaondoa upotevu, na ndio maana maboti yale yana vyumba vya ubaridi. Inaongeza uzalishaji wa samaki, ndio maana maboti yale yanavitafutia samaki, yana GPS kusudi ukipata taarifa za kwenda kuvua, kwa mfano huko ukanda wa bahari, ukipata taarifa kutoka Tafiri zinaingia moja kwa moja kwenye ile mashine yako ya kutafutia eneo la kwenda kuvua. Maboti yale ni fiber, maana yake yanazuia, yanaondoa ile maintenance za mara kwa mara. Kwa hiyo mvuvi akivua anapaki na asilimia kubwa ya resource ya mapato yale anabaki nayo kama mwenyewe. Lakini boti zile ni kubwa kidogo na ni imara, zinaweza kwenda maji ya mbali kuliko maji ya karibu. Na kwa hiyo unaweza kufikia rasilimali ambazo ziko mbali ya ulipozoea, ambapo panavuliwa sana na watu wengi, ukaenda sehemu ambayo ina samaki wengi hawajavuliwa muda mrefu na watu wengi, na kwa hiyo ukafaidika. Ni hatua mojawapo ya kuondoa upotevu huu. Lakini kuna uwekezaji katika vichanja ambavyo ninajua serikali inafanya kule Kilwa, na hata ukienda kule Mafia kuna kituo kikubwa kimewekezwa, na hiki kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa uvuvi, mradi wa Wellfish pamoja na WWF, ambako wanaweka miundombinu ya kukausha samaki mwaloni ili kuwezesha wavuvi wasipoteze mazao yao, hasa mazao ya dagaa. Na nia ni kuongeza samaki wafike mezani, lakini samaki wafike sokoni, na samaki wafike katika masoko ya nje, ili tuweze kuongeza rasilimali za fedha katika nchi yetu. Kwa maneno haya, ndugu mtangazaji, naomba nishukuru tena serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo kwa kweli hata kwa kuangalia mpango wa miaka 25 mingine ijayo, dira ya miaka 2050, utaona kipaumbele kimepewa kwenye matumizi ya sayansi, teknolojia, tehama, lakini wameitoa mwelekeo kwamba taasisi za uvuvi, utafiti na ubunifu, umuhimu wa utafiti na ubunifu katika kuwezesha mpango huu kutekelezeka. Kwa maana nyingine, kama kama taasisi za utafiti nchini hatutafanya jukumu letu ambalo ni la msingi, uhakika wa kwamba mpango huu utatekelezeka unakuwa ni mdogo. Na kwa hiyo nitoe wito kwa taasisi za utafiti ambazo kama sisi ambao tunafanya kazi hii ya kuwezesha mpango huu kutekelezeka, tutumie kila nguvu na resource tunayopewa na nchi kuhakikisha tunautekeleza. Na bahati nzuri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema sitawapa kazi bila kuwapa vitendea kazi na fedha. Na moja ya vitu ambavyo ameviweka humu ni kujenga uwezo wa hizi taasisi kwa kuzipatia fedha za utafiti. Tena amesema ni zaidi ya 1% ya pato la taifa. Sio pesa ndogo, ni pesa nyingi sana. Kwanza ni nchi chache zinaweza kutenga fedha yake ya pato la ndani kuhakikisha inawezesha tafiti nchini. Na nafikiri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu anafahamu kwamba hakuna taifa lililoendelea bila utafiti, na sisi tunaichukua heshima hii, tutaitendea haki na kuhakikisha kwamba tunaiwezesha nchi kutimiza malengo yaliyowekwa katika mpango huu na dira hii ya miaka 25.